Many a times I say here that kwamba Kenyans are not tribalists. The biggest problem we have in Kenya is not tribalism. Si umeona hapa tunasaidiananga. Tumesaidia Olo, juzi tukasaidia Kimani, juzi tukasaidia Wafula. So Kenyans are very good people. That unity always ikuwe na sisi. I don't know where we do. Ikifika time ya politics, we suspend that love, tunaanza tena kugawanyika. That is usually very bad. Na hii game wacha nikwambie, sisi hatukuangi wa kabila bro, hatukuangi. Wakenya si wa kabila. Hii game ya ukabila inachezanga na mabonyenye sababu ya faida wanapatanga. Sasa vijana sisi tukisema tumeona hiyo mchezo ya kwamba tutadismantle hii regional politics, we are achieving it. Sasa tunasikia wako na wasiwasi wakisikia candidate mwenye tuna identify region wise, hakuna ati ni kabila. Wewe unasema Smith nitakuja na kura ngapi za kabila fulani? Tunasema candidate wetu anakuja na kura mengi 15 million strong za Wakenya kwanza. Mapema. Na hiyo candidate nimesema hapa mara mingi sana. Nitasema nikimalizia. Sitaki watu waanze kuhara hapa. Nataka kwanza wasiwasi na waingia na hata presidential campaign imejakuwa launch. Nataka kwenda direct kwa hii ziara ya China. My friend, we are losing focus. We are losing focus. Naona kwa mitandao we are just discussing the conspicuous presence of one youth leader. ODM youth leader. Oburu Odinga. He's 90 years old. He's the youth leader. Sasa hiyo discussion tunataka kujiuliza what is his role in China? Ana represent nani? 90-year-old represent a youth. Very good. Sasa hapa ndio kizungumkuti iko. We must call a spade, not a big spoon. Sasa mimi nikiangalia hapo China, the president has signed another bilateral talk. Ati sasa amepata another bilateral agreement of development. Sure. After every visit, bilateral talks. After every visit, bilateral talks. But the follow up hakuna. Juzi kuna time alikuwa kwa office kwa Joe Biden. Vitu mingi up to today, how many have been implemented? Sawa, hiyo US tuweka kando. Akaingia kwa ndege mpaka Germany. Bunge power. Bunge power. In Germany, so many bilateral talks. The conspicuous one ilikuwa kupeleka watu 100,000 semi-skilled laborers in Germany. Germany kasema hii hakuna. Nyinyi mnajua watu 100,000 kuingia once in a country. Nyinyi mnajua. Sasa hii ya China tena amesign bilateral talks na China. Just constructions, TVS, highways, bana. This China needs to be checked. Tuache mchezo. Ingia hapa kwa mitandao uone trade deficit ya China between China and Kenya. We are importing $3.28 billion worth of goods. 340 billion. I said $3.28 billion. Yeah. In Kenya sisi tunawauzia 221 billion. Kenya wananunua kwetu. This Chinese need to be checked. Kitu ati wananunua ati uranium, titanium, ore na makandamia. Na hii makandamia hapa iko kwa Sapere inagonga na mawe. So hii makandamia yenye inapeleka China ni ya nani? This China need to be checked. There's no way can be having a trade deficit of such huge balance. Hiyo huge difference. Na tunasema tuko na kiongozi. You know the problem in these countries ya kwamba we have thieves in suit, well dressed, with heavy security, eloquent, very convincing, but the problem of execution. Hapa ndio shida. We have a problem with executing, but in boardrooms these people can lobby. Watu wanaweza convince mpaka uuze figo, na tunaona figo zinauzwa. But when it comes to executing, they don't execute. Sasa tunashangaa, my friend, why is the execution? Hata wazungu wanashanganga. You are talking too much in suit, but you are not executing. Sasa sisi tukisema Gen Z have identified an executor who had been proven, bulldozer, Okengo Matiang'i, unaanza wasiwasi. Nikimalizia, political intolerance in this country has been way too much.
ya kwamba if you ask for any accountability from any leader, unatumiwa goods. Na sisi kama Gen Z hapo tuko, we know the generation of handouts. Sisi hapo tuko, tunajua millennials ndio mdosi wake akiguzwa ni kama umeguza msichana wake. So you millennials, you must join hands with us. Sisi ati wewe nijueni pia mwanasiasa, unataka kusikia kiulizo swali. Unajua wanabunge, this assassination you are seeing, maybe hata the boss ajui. Lakini sababu kuna a whole kabale watu wenye wanakula pesa ya huyu mdosi. They don't want him to be questioned. Na sasa hapa umeona tumehoda 1 minute of silence ya Munuve. That was very bad. Na tunataka kujua sawa. We are tired of death, lakini hakuna investigation. This Munuve one, wacha ikuwe fruitation. Bunge power. Wacha hii kesi ya Munuve ikuwe yenyewe, tutajua zaidi kutumalize. Sababu tunakumbuka hapa juzi Molo president aliquestion tu Amia MP. Kidogo amepatikana kwa mandisi. What is this? Na acha nikwambia bunge, hii ni platform ya kutetea wananchi. Sisi hapa tunakuja kutetea wananchi. Let's talk, tuchukue hizi vitu kirahisi. Wanaanzanga hivyo. Na hata wakikujia hapa na umenyamaza, not pointing out same ya kilini. Sasa kuna kijana hapa Milimani Court. He is being accused of impersonating mtu anajiitwa must go. Nani anataka must go? Hakuna mtu anataka must go. Political tolerance must be adhered to. Speaker, nikimalizia in our constitution Article 43 sub Article 1, every person has a right of shelter and health. Sasa acha nikwambie, huyu jamaa tumechangia hapa. Unajua in Kenya there has never been a kwamba emergency health ni priority. Ukienda pale unaulizwa kwanza uko na kadi, uko na nini? Na mtu ni unconscious. So sisi tunataka kusema hii nchi tunairekebisha, tunaipeleka kwa mwelekeo sawa. Wazee watuunge mkono, vijana watuunge mkono, na millennials nini tuombe tuunge mkono. We have one Okengo Matiang'i bulldozer. Asante.